Swanga TV, sauti ya maisha. Watu wengi ambao wamekuwa wana ndoto za kuweza kufika mbali, wengi wamekuwa kiamini ya kwamba ili waweze kufika mbali au wanakotaka kufika, lazima kuwe na kundi kubwa la watu ambao ni lazima wasapoti kile wanachokifanya au kusapoti mawazo yao, wawashangilie, wapigie makofi. Mambo yanapokwenda ndivyo sivyo, mara nyingi watu hawa wengi wamekuwa wakikata tamaa na wengine kuanguka kabisa, kuachana na kile wanachokifanya kwa kile wanachoamini kwamba kukosekana kwa watu ambao wanasapoti mawazo yao, huenda kile wanachokifanya hakiko sahihi. Leo nataka nikueleze ya kwamba haijalishi kuna watu wangapi ambao wanasapoti wazo lako, elewa kwamba wazo lako liwe sahihi. Ila tu jambo ambalo unatakiwa ulitambue ya kwamba kuna wakati inabidi usimame peke yako ili uweze kutimiza ndoto yako. Amani ya Mungu iwe nawe popote ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki maridhawa ili uweze kujua ni kwa nini inabidi usimame peke yako ili kuweza kutimiza ndoto yako. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulielewe ya kwamba ndoto ni ya kwako na sio ya watu wengine. Wewe ndio unajua thamani na lengo la ndoto yako. Wewe ndio unajua matumaini na maumivu ambayo inabidi uyapitie kupitia hiyo ndoto uliyokuwa nayo. Na lazima utambue ya kwamba si kila mtu aliyekuzunguka ni lazima aamini juu ya ndoto yako. Wapo ambao kwa namna moja ama nyingine hawawezi kusapoti wazo lako, hawawezi kusapoti ndoto yako kwa sababu hawaoni umuhimu juu ya ndoto uliyokuwa nayo. Wanakuona wanapoteza tu muda, wanakuona tu ni mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine unafanya kitu ambacho hakina maana. Kwa kuwa unaamini juu ya ndoto yako, kwa kuwa unaamini ndoto hii inaweza kukufikisha pale ambapo unataka ufike, basi wakati wa kusimama peke yako katika kuitimiza ndoto yako imewadia. Lazima usimame peke yako ili kuweza kupata mafanikio ambayo unayataka uyapate. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulijua ni lazima utambue ya kwamba kila safari ya kuipambania ndoto ina jangwa lake, kwa maana ya kwamba ina changamoto na maumivu ambayo ni lazima uelewe, lazima uyapitie. Wakati unaipambania ndoto yako, kuna wakati watu ambao ulikuwa unategemea wangeweza kukusupport, watu ambao ulikuwa unategemea kwamba wangeweza kukwambia bwana unafanya vizuri, watu ambao ulikuwa unategemea kwamba wangekupa hongera juu ya kile unachokifanya, watu hao ukaa pembeni, wanashindwa kukusupport, na moja kwa moja mpaka unashangaa imekuwaje hata mtu fulani na anakaa pembeni wakati yeye mwanzo ndiye alikuwa ananiambia 1 2 3 4. Ukiona hali hiyo imeweza kutokea, elewa kwamba ni changamoto katika kuitimiza ndoto yako. Ni sawa tu na maumivu ambayo lazima uyapitie ili uweze kukomaa. Maumivu ya kuwapoteza watu ambao ulikuwa unawapenda, maumivu ya kuwapoteza watu ambao kwa namna moja ama nyingine ulikuwa unaamini ya kwamba wangeweza kusupport idea yako. Ni changamoto ambayo kwa namna moja ama nyingine lazima uivumilie na lazima usimame wewe kama wewe katika kuhakikisha unatimiza malengo yako ambayo umeweza. Jambo la tatu ambalo unatakiwa ulielewe ni kwamba kutegemea sana watu kuna wakati hudhoofisha maamuzi. Unapotegemea sana watu, wakati mwingine huwa unakuwa mtumwa wa mawazo ya watu. Kwa maana ya kwamba kuna wakati hauwezi ukafanya jambo lolote bila kusikia wao wanasema nini. Kuna wakati unahitaji kuwa huru kufanya kile ambacho unakiamini, kufanya kile ambacho naamini kinaweza kikakufikisha katika lengo ambalo umelikusudia. Unaporuhusu sana ushauri na maoni ya watu wengine, kwa sababu katika watu wale ambao wanakushauri, wanaokupa maoni, wapo ambao wanaweza kukushauri wakiwa na nia nzuri juu ya ndoto uliyokuwa nayo, na wengine huwa na nia mbaya juu ya ndoto uliyokuwa nayo. Kuna wakati ni lazima usimame ukiamini maamuzi yako, ukiamini maoni yako, ukiamini kile ambacho moyo wako unakwambia, na mwisho wa siku ukimwomba Mwenyezi Mungu unakwenda kufanikiwa. Jambo la nne ambalo nataka ulijue au ulitambue ni kwamba watu wengi huwa wanaunga mkono wazo baada ya kuona matokeo la wazo lile au jambo fulani ambalo wewe unalifanya. Watu wengi sasa hivi wametega masikio kusikia
matokeo ya kile unachokifanya. Wengine wametega macho kutaka kuona matokeo ya kile unachokifanya. Ingawa kuna baadhi wanaona unacheza, kuna baadhi wanaamini kwamba kile unachokifanya ni kizuri na unaweza ukafika mbali, lakini bado wanataka kuona matokeo. Pale ambapo utakapotegemea kwamba lazima uwe na kundi kubwa sana la watu ambao watasapoti kile ambacho unakifanya, ukaacha kwa sababu ya kutokuwepo kwa watu hao, bado utakosa vitu vingine vizuri mbele. Utakosa sapoti ya watu hao ambao wanasubiria matokeo baada ya kukata tamaa kwa sababu tu umeona hakuna mtu ambaye yuko mbele yako katika kusupport kile ambacho unakifanya. Hivyo lazima usimame peke yako ili uweze kuzalisha matokeo chanya ambayo yatawafanya watu sasa kuanza kusupport mawazo uliokuwa nayo. Jambo la mwisho ni kwamba lazima uelewe kwamba nguvu ya kweli huzaliwa gizani. Nguvu ya kweli tunaifananisha na the way unavyopambana, unavyosimama katika kuipambania ndoto yako. Lazima uelewe kwamba leo umesimama katika kuhakikisha kwamba unaipambania ndoto yako. Kitendo cha wewe kusimama wewe kama wewe kinakujengea kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine zitaweza kukukabili wakati wa kulifanya hilo unalolifanya. Changamoto zile utakapozidi kuzikabili, utazidi kukomaa bila kutegemea mawazo, bila kutegemea maamuzi kutoka kwa watu fulani. Na mwisho wa siku hata ikafikia hatua kwa namna moja ama nyingine wazo lako likakua, likafikia katika hatua ambayo ni kubwa, utakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto kwa sababu ulitoka kwenye kiza ambacho kwa namna moja sasa kuna mwanga ambao unauona kupitia ndoto ambayo dhania kwamba ndoto hii inaweza ikakupeleka mahala palipo salama. Kusimama peke yako sio udhaifu, bali ni kujiimarisha. Naelewa ya kwamba ni lazima usimame peke yako ili ufanye mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine atakuja kuleta matokeo chanya. Na hao watu ambao wamekaa pembeni, siku moja tu watakuja kukufuata na kukutafuta na kuappreciate kwa kile ambacho ulikuwa unakifanya. Usikate tamaa, simama imara kuhakikisha kwamba unaipambania ndoto yako, ambayo ndoto hiyo ni ya umuhimu sana katika dira na mwelekeo wa maisha yako. Nikutakie jioni njema mpaka wakati mwingine. Asante na kwaheri. Swanga TV, sauti ya maisha.